Na haya ndio mambo ya kufanya kwa mwanamke ambaye anataka kuolewa. Kuna wanawake wengine wana nia nzuri kabisa, wako very serious, wanataka ndoa, wanataka kuolewa, ila kuna vitu wanavikosea mpaka hawaolewi. Wengine mpaka wanazalishwa, wengine mpaka wanachezewa, wanaachwa. Nataka niongee na mwanamke ambaye hataki kuzalishwa, nataka niongee na mwanamke ambaye hataki kuchezewa au amechoka kuchezewa. Ndio nataka niongee naye. Kama wewe ni malaya, muuza mwili, kahaba wa kuzimu, mpenda ngono bila ndoa, toka hapa. Malaya, usiongee na makahaba mimi. Naongea na wanawake ambao wako kujitunza, au ulishafumuliwa lakini unataka ujirekebishe. Unataka ukae vizuri, uache uzinzi, uache uasherati. Ndio nataka niongee na wewe. Kama wewe ni malaya, muuza mwili, unapenda ngono kijinga bila hujaolewa, unazini, unaweza ukaondoka. Naongea na wanawake wanaojielewa. Na haya ndio mambo ya kufanya kwa mwanamke ambaye anataka ndoa, anataka kuolewa. Namba 1, usimtafute mwanaume mara kwa mara. Yaani huyo mwanaume ambaye amekutongoza, amekwambia nataka nikuoe, usimtafute mara kwa mara. Muache yeye ndio akutafute. Kuna wanawake wanashangaza kweli. Yaani mtongozwaji anaanza kumtafuta mtongozaji kuliko vitu vya ajabu. Yaani uliyetongozwa unamtafuta sana mtongozaji. Mimi ndo nilikufuata wewe nikakutongoza. Nikasema nataka kukuoa. Si mimi ndo nilikuoa nikakufuata. Sasa kihelehele ambacho kinakufanya wewe uanze kunitafuta mimi ni kipi? Wewe ndo ulinitongoza, mimi ndo nilikutongoza. Usimtafute mwanaume aliyekuapproach mara kwa mara. Usimtafute, mwache yeye akutafute. Hata akilalamika, "Oh, mbona unitafuti? Mimi tu nitakutafuta." Mwambie, kwa sababu wewe ndio uliyenitongoza. Kwa sababu mimi nikianza kukupigia mara kwa mara utaniona mimi malaya. Mimi nikikutafuta mara kwa mara utaniona mimi muhuni. Sasa ukishanioa, nikishakuwa mke wako, nikiwa nyumbani, ndo nitakuwa nakutafuta mara kwa mara, ndo nitakuwa nakupigia mara kwa mara, ndo nitakuwa nakutumia SMS mara kwa mara. Lakini saa hii bado nipo kwetu, bado nipo kwa walezi, au bado nipo kwa wazazi wangu. Wewe ndio unitafute, unizingatie, unionyeshe bidii ya kwamba wewe unataka kunioa. Lakini mimi sio nikuonyeshe bidii ya kwamba nataka kuolewa na wewe. No. Kwa asilimia kubwa ukimtafuta mwanaume mara kwa mara anakuwa na kiburi, anakuwa na dharau. Kuna wanawake washapitia hiyo hali. Ukimtafuta mwanaume mara kwa mara anakuwa na kiburi. Sisi ndo tuko hivyo. Naona yule mwanamke bwana ananipenda, najivunia. Hata nisipofanya hivi anafanya hivi. Hata nisipomtafuta anatafuta yeye. Kwa hiyo mwanamke ambaye uko very serious unataka kuolewa na mwanaume sahihi, sio chizi, sio muhuni, sio malaya. Mwache yeye akutafute, akuzingatie mwenyewe kwa sababu ndio aliyekutongoza. Acha uhuni, acha kujipendekeza. Namba 2. Usizoeane naye ghafla. Usizoeane naye. Yaani ndo umekutana tu from nowhere ushaanza kumlalia kwenye mapaja, from nowhere ushaanza kumkumbatia. Yaani ndo umekutana naye tu ushaanza, yani mazoea ya ajabu. Utafikiri umeanza naye umeolewa naye. Yaani utafikiri umeolewa naye au umeanza naye mahusiano miaka iliyopita. Yaani hata kama huna aibu, weka comedy, act. Kuwa na aibu. Hata kukushika, niache, mimi naogopa. Hata kama umefumuliwa act, si unataka ndoa. Sisi wanaume tukionaga mwanamke yani umemapproach, umeanza naye tu, ghafla akashakuzoea, anaanza kukulalia, ghafla yani anaanza kukaa mapaja wazi, ghafla nguo ya ndani inaonekana na kaa mbele yako. Naona huyu sio. Lakini mwanamke ambaye ana aibu, mwanamke ambaye anajistiri, anakuja mimi siingii ndani. Hapana, wewe ingine sitaki. Ukiniona ndo nitaingia ndani. Sitaki mimi sasa hivi siingii. Sitaki. Kwanza naenda kusema kwa baba kwamba ulikuwa unanilazimisha niingie ndani. Yule jamaa kikaa anasema kile chuma kile kina akili. Nikioa ndani hiyo nikimweka ndani nitafaidi. Lakini wewe tu ndo amekuapproach, ushaanza kulala kwenye mapaja. Ushaanza kuchukua simu yake. Ushaanza kujipiga picha kwenye simu yake. Nipeleke wapi? Naomba hela. Na narudia tena, naongea na wanawake ambao wanataka ndoa, wanataka kuolewa. Siongei na malaya wauza mwili. Kwa sababu malaya na makahaba hiki kitu hakiwezi. Naongea na wanawake ambao wanataka ndoa, wanataka waachane na uzinzi, wamrudie Mungu. Ndio naongea nao. Malaya hawawezi hiki kitu. Kwanza wao wenyewe wamezoea ngono. Akiapproachiwa kidogo tu kashapanua mapaja, kashafumuliwa, kaachwa. Utafumuliwa mpaka kufa, malaya wewe. Kitu umeapproachiwa kidogo tu mapaja panu. Umeapproachiwa kidogo ushalala na mwanaume, ushazoea na utafumuliwa mpaka ukome. Sisi wanaume tukianzaga tukilala na mwanamke tunamkinai. Sasa wewe jifanye unanyege. Akoma, eti nikimpa ndo hata niacha. Wewe jinga wewe. Namba 3. Usiende kwake mara kwa mara. Kama uko serious unataka kuolewa na huyo mwanaume, usiende kwake mara kwa mara. Tena kuna wanawake wengine wajinga kweli. Hajaitwa geto kwa mwanaume, anaenda mwenyewe. Ngoja niende nikamsalimie. Huyo akiona nyege zimempanda anaenda. Akiona nyege zimempanda anaenda kutumiwa, anaenda kufua, anaenda kuosha vyombo. Yaani anafanya kila kitu kama vile ameolewa. Sasa huyo mwanaume atakuwa na haraka gani ya kukuoa malaya wewe? Wakati unampa tendo la ndoa usiku mpaka asubuhi. Wewe una mpango wa kuolewa, wewe una mpango wa kuchezewa malaya wewe. Mwanamke ambaye yuko na mpango wa kuolewa na huyo mwanaume haendi getoni, anaenda kufanya nini? Unaenda kufanyaje?
Malaya mkubwa wewe. Ukiona wewe ndo unang'ang'ania, umeenda ghetto. Hujaita umeenda. Sisi wanaume huwa tunaboeka na wanawake wa namna hiyo. Kwanza tunaona wasumbufu, tunaona hawana akili. Linakuja tu ghetto halijaitwa. Huyu malaya, huyu sio wa kuoa. Basi nakwambia ushazoea. Muda mwingine mwanaume hayupo. Unakuta kakuonyesha na sehemu ambayo fungua anawekaga. Akisipokuwepo wewe umeshaenda, nakuta umeshapika, umeshafagia. Wewe unakenua unasema ndo atanioa. Hakuoi. Atakuoaje? Atakuwa na haraka gani? Unafagia, unafua, unaosha vyombo, tendo la ndoa unatoa. Akuoe kwa sababu gani? Kipi kitakachofanya akuoe? Haraka gani? Kila kitu unampa. Kitu gani kitakufanya kitamshawishi akuoe? Kitu gani? Kwa hiyo usiende getoni kwa wanaume mara kwa mara. Usiende. Wanaume huwa tunawachoka haraka wanawake wa namna hiyo. Namba 4, usimpende mwanaume kabla hajawa mume wako. Mimi nampenda yule mwanaume, uniambii kitu. Ukimpenda mwanaume kabla hajawa mume wako, kwa sababu eti anakuhudumia, kwa sababu eti anakupa pesa, umeisha. Umeisha. Sisi wanaume ndio tunatakiwa tuwapende nyie, sio nyinyi mtupende sisi. Mwanaume akikupenda utaenjoy, utafurahia, lakini wewe ukimpenda mwanaume umeisha. Sisi wanawake labda wewe na akili kama mimi. Mimi nina akili sana, mke wangu akinipenda lazima nimpende, nampenda sana mke wangu kusema za ukweli. Lakini haitakiwi mwanamke kumpenda mwanaume. Mwanaume ndo akupenda wewe. Mwanaume akikupenda wewe atakuhudumia, atakuvisha, atakulisha, mtaheshimiana. Lakini wewe mwanamke ukimpenda mwanaume, sisi huwa tunakuwa na viburi sana. Ukimpenda mwanaume umeisha. Na nimesema hivi, kama unataka kumpenda huyo mwanaume, usimpende kabla hajawa mume wako, utalia. Hakikisha amekuwa mume wako ndo umpende basi. Kama wewe ni mzee wa kupenda au ni bibia wa kupenda, subiri awe mumeo ndo umpende. Bado mko kwenye uchumba ushampenda, umeisha. Chochote atakachokwambia unatii. Hata akikwambia nipe nyume ya maumbile unatoa. Hata akikwambia nakuwekea dudu mdomoni unawekwa. Uji ndani. Ujinga gani? Paka kofia imenitoka yani yenyewe imekataa hadi. Ujinga gani? Usipende mwanaume na usile hela ya mwanaume kabla hajawa mume wako. Ukianza kula pesa ya mwanaume umeisha. Kwa sababu hata akisema bwana tuachane, utaanza kumbembeleza kwa sababu umezoea huduma yake. Akiondoka nitapata wapi pesa? Nani atanunulia viatu? Atanunulia simu, atanipa nguo. Lakini usipokula hela ya mwanaume kabla hajawa mume wako, hata akisema naondoka, nenda. Usipolala na mwanaume kabla hajakuoa, hata kusema naondoka, nenda. Huna cha kupoteza. Namba 5, usiguse wallet ya mwanaume mara kwa mara. Naomba hela. Kakuapproach tu saa hii. Karudi nyumbani SMS na shida ya vocha. Eti nampima kama kweli ananipenda. Wewe mwehu nini? Upendo unapimwa kwa kuomba hela. Katika vitu ambavyo mwanamke ambaye uko kwenye lengo la kutaka kuolewa, usiguse wallet ya mchumba wako huyo ambaye mko kwenye uchumba. Mara kwa mara usiombe hela. Baba yako ndo akuhudumie. Mwanaume atakuhudumia akishakuoa. Acheni tamaa. Wanawake wengi sana mnaingia kwenye mnataka muwe, yani mnatamaa eti nampima mwanaume kama ananipenda. Na mimi ninakupima kama kweli unanipenda, nasema sina hela. Na wewe unanipima kama kweli unakupenda, unaniomba hela. Wapi na wapi? Mimi nitakuhudumia wewe ukishakuwa mke wangu. Sasa bado tuko kwenye uchumba unataka nianze kukuhudumia. Wanawake wengi mnahudumiwa na wanaume kwenye uchumba, baadaye mnaachana na wale wanaume, mmekula vitu vyao. Alafu mkishaolewa na wanaume wengine, ile laana ya pesa ya mwanaume wa mwanzo ambaye ulikula au ile laana ya pesa zile za wanaume ambao ulikula inaanza kukutesa kwenye ndoa ya hii ambayo umeolewa. Inaanza kukuhangaisha kwenye ndoa ambayo umeingia mpaka unatoka. Ndoa zinavunjika kwa sababu mmekula vya watu. Hujui alienda kwa mganga au hakwenda kwa mganga, alinungunika, aliongea maneno gani. Msile vitu vya wanaume, ni vibaya. Usile kitu cha mtu. Namba 6, usilale naye. Usilale na mwanaume kabla hajawa mume wako. Ndio niliyoyasema. Unampa hicho kitu halafu unategemea kuoe. Nisikizeni niwaambie, mwanaume ndio anayeamua nioe ama nisioe. Wewe hata umpe kitu gani mwanaume, kama hana lengo la kukuoa, hakuoi. Hakuoi. Wewe kuwa na msimamo wako na yeye na misimamo yake. Msimamo wako wewe hakuna kulala naye mpaka akuoe. Eti yeye nalala naye nikimnyima atalala na mwanaume mwingine, atalala na wanawake wengine, mimi ataniacha. Ujinga. Mwanaume tena ukilala naye sasa ndo anakupotezea. Yaani ukilala naye ndo anakupotezea kabisa. Anaamua atafute mwanamke mwingine ambaye hajawahi kulala naye. Anaamua atafute mwanamke mwingine ambaye anajitunza. Wewe malaya mama huruma wewe. Wewe ndo unaenda kila siku unalala naye. Kila siku. Eti ndo atanioa hata niache, ngoja nimpe. Uongo. Mwanamke yoyote ambaye analala na mwanaume ili amuoe anajichanganya. Mwanaume ndo anaamua kuoa ama asikuoe. Wewe hata ufanye nini hawezi kukuoa. Mwanaume ana uwezo wa kuamka muda wowote hapa akasema nataka kuoa na akaoa. Hata kama hajalala na huyo mwanamke anamuoa. Lakini wewe mwanamke hauwezi ukasema eti wiki hii nataka niolewe na nitaolewa. Uolewi. Lakini mwanaume akisimama akisema mwezi huu au wiki hii naoa, akiamua anaoa. Na ndio maana huyo mwanaume wako na miaka 8 mnafanya mapenzi bila ndoa. Mpaka sasa hivi mnafanya mapenzi na hajakuoa, anakuahidi nitakuoa. Anakuchakaza, mwisho atakuacha. Na ukiona mwanaume amelala na wewe kwa muda mrefu afu akakuoa, anakupenda. Mheshimu sana huyo mwanaume. Eti mimi nikimpa ndo atanioa, nisipompa atanikimbia. Ujinga. Usale nani?